Ukore imagine ndũrũme igĩrĩ cikarĩte kwa mũtumia na nĩ kahaba. Mũtumia ũtara need introduction. Mũtumia we, this is my business. Na nĩguo ka ndũrũme igĩrĩ gũkũ nyũmba. Walikaa huku. Why? Just to go and do spiritual investigations. Hautaingia kanisa ovyo ovyo, kanisa ujui, utaingia kwa sababu amekuambia nenda huko, because you and God are good friends. Hello. Kwa hivyo hakuna poverty. Poverty ni wewe. If you align yourself with God, everything shall be provided for. Yesu mwenyewe aliambia ule mama, si vizuri kukitua chakula cha mtoto cha watoto wako ukakipatia mbwa. Na uroka hatu ukiotahia mira konothi. Hakuna. Hiyo tu ya kujua kutafsiri, basi unaanza kutembea ni kama huko na kuguni kwa jegeke. Naraiguire mwathani aradumira. Ukuma leo umenyage taithine ni urerehagira. Umaigwa. Tusome kwanza Jeremiah mstari wa 33, mstari wa 3, kisha tutaenda John 15 verse 7. Anasema call me, yeah? Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Just call to me. Did the Bible say shout to me? Did the Bible, umeona sakarakasi hapo? The Bible says call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So calling upon the name of God and calling God at a particular time, at a right season, for the right moment, for the right thing and reasoning, then there is something that God will reveal to you. Kuna kedo, kuna kitu Mungu atakuonyesha kilichojificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema niite nami nitakupatia ufunuo ya kitu ambacho haujajua. Kumbe kuita Mungu utajua ni nini kinasumbua familia yako. Kumbe kuita Mungu utajua ni nini hiyo mwili yako imekusumbua for all this long time. Kumbe kuita Mungu utajua there is a connection of power of God that you need to be connected to. Kumbe kuita Mungu there is success. Kumbe kuita Mungu kuna kitu kinakupeleka the next level of your life. You need only to call God. Just shout, call this name of God, Jesus, the Son of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mama alikuwa na damu miezi 12. Alipoenda Yesu hakumwambia kitu chochote, ila alimwambia nini? Imani yako imekuponya. Sikusikia orokabadra, limakataria, limoshekende, liabarianoria. Hakuna. Imani yake. All what you need is to carry. Nayo imani haiji bila kwa nini? Imani haiji ila kulisikia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot have faith if you have not heard the word of God. You cannot have, hauwezi kuwa na imani ila kwewe kulisikiliza neno. Nalo neno linakutia nguvu ya kuweza kujua power. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's the most critical thing of life. Tusipoelewa neno hatuna nguvu. Tusipoelewa neno hatuna mwelekeo. Tusipoelewa neno hatuna mamlaka ya kutusaidia chochote. Wakati walikuwa Yesu alikuwa amelala, nao watumishi wakamwambia ya kwamba mbona umelala na boti inayumba yumba, kwani ulitaka tukufe? Alipotoka tu ni neno tu akatuliza maji. Alipokuwa wamehangaika, wameanza kulia, maana wa Misri, wa Egypt wamekuja, maadui wanakuja, wanataka kuwamaliza, wanataka kuangamiza. Musa alipoanza kulia, Mungu alimuuliza tu kitu kimoja. What do you have? Ni nini huko nao umeshika kwa mkono? Kumbe hii fimbo ni ile tu iliyobadilika ikakuwa nyoka, ikameza nyoka zingine. Maana ilikuwa na neno la Mungu ndani yake. Na hilo neno ambalo lilibebwa kwa fimbo, akatembea na fimbo iliyokuwa na neno. Alipoangusha hivi ikabadilika ikakuwa nyoka. Alipogonga maji yakapasuka na barabara ikafanyika. Maana ilikuwa na power, nguzo ya neno. That is all what you need. Ulijua hivyo? Ulijua hivyo? Kama wewe ni maskini, wewe ndio ulipenda kukaa maskini.
Because katika kitabu cha Genesis mwanzo mstari wa 26 na 27 na 28 anasema nini? Na tumuumbe mtu aliye kama sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumuumbe nani? Mtu aliye kama sisi. Naye Biblia inaendelea kusema ya kwamba kwa sura ya Mungu ama kwa mfano wa Mungu, mwanamume na mwanamke wakaumbika. Kisha akawaambia hivi, nimewapatia dominion kwenye samaki wa majini, wanyama wa ardhini na ndege wa angani na miti yote ni yako. Kisha akamwambia have dominion, shika mamlaka juu yao. Hiyo ndio chakula chako, huo ndio utajiri wako. Nimekupatia to have dominion over the fish, over the bird of the air and over the animal of the land, na kila mche uzaao mbegu nimekupatia. So kila kitu ambacho unahitaji kukua, maana pesa si ni makaratasi, imetoka kwa nini? Kwa miti. Na ulipatiwa mamlaka juu ya miti? Yes. Kukula nyama mzuri si ni ng'ombe, ulipatiwa mamlaka ya kukula nyama? Na mbona unakula kama tubo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu ulipatiwa. Man was given dominion. And this dominion has never been revoked by God from you. Hii dominion iko bado. Mungu hajaondoa mamlaka aliyokupatia. Mungu hajaondoa chochote kutoka kwako ambacho alikupatia. Alikupatia na amekupatia permanently. Ndio kwa maana at least unavaa nguo imetokana na miti. At least. Lakini unalia ati hauna pesa. Ilikuwaje ukapata pande moja, one piece of the success from God, ukakosa the other piece? Ilikuwaje unaweza kuvaa nguo imetokana na miti ukakosa karatasi ya kuweka kwa mfuko? Hapo kuna shida. Shida ni ya Mungu ama ni yako? Yes, you need to understand that. Kwa sababu hii nguo na noti zimetoka kwa the same place. Hii kiatu umefaa na noti zimetoka the same place. Hiyo gari unaendesha na noti zimetoka the same place. Hii nyumba ama whatever you are doing, they have come from the same place. Origination ni moja. Bona hizi zimekuja, hizi zingine zimekawachwa. Bona mzigo moja imekuja, mzigo hiyo ingine ikawachwa. Kuna makosa gani? Kuna kitu ulikosa kuelewa ama wewe ndio ujielewi? Ushajiuliza swali kama hiyo? Waikono ndekera nguo na nguo shumanete na ke na mite. Netiguo. Noti rarega gukaneke na yumanete mutini ucio. Kwa sababu sasa najua tukikosa noti shekeli ndio tunasema nini? Komete. Kuthukite. Debara ine. Si ndio tunasemaga? Na nguo na imetoka mahali hiyo noti ilitoka. Noti iliwachwa nyuma kwa nini? Because there is something you don't understand. Kuna kitu hauelewi. Na hiyo kitu ambayo hauelewi ni kutokuelewa ni jinsi gani. Hivyo uliitisha hiyo nguo umevaa, una uwezo wa kuitisha pia na noti. Hivyo uliitisha hiyo kitu uko nayo, hata hiyo ingine una uwezo wa kuitisha, maana zinatoka from the same source. Hello. Kwa hivyo hakuna poverty. Poverty ni wewe. Hauhitaji maombi. Ama unahitaji maombi hapo ndio utajirike? We don't need. We need to only to align ourselves with God. Tukae kwenye mipango na venye Mungu alitaka tukae. If you align yourself with God, everything shall be provided for. Seek and you will find. Bwana Yesu asifiwe sana. You will making noise for nothing. You need to align yourself with God and do the will of God. Let us look at what is this that hinders you from answered prayers. What fails your prayers? 1, prayerlessness. Kutokuwajibika kwenye maombi. Na kutojua maombi unaomba maombi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maombi kuna jinsi lazima uombe. Unaweza kuwa unapigaga makelele hapa unafikiria umeomba. Unaweza kuwa unalalanga hapa kutoka Monday mpaka Saturday ati tumefuga. Tumekuwa kwenye maombi ya kufuga. For 1 week, 7 days tumekuwa tukiomba. Hata venye unaona ninatembea, sitaki kurukaruka maana matumbo haina kitu, inakaa empty. Let me tell you, you can stay here for 40 days and 40 nights and come out with nothing.
Hallelujah. If you don't understand what you are praying for, if you don't understand the concept of the prayers, kama hauelewi unaomba kwa nini, mwanzo kabisa kabla uingie kwenye maombi unafaa uelewe unaomba kwa nini. Number 1. Number 2, umeruhusiwa kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima upate ruhusa ya kuomba. It is God who will guide you how to pray. Because he says, even before you open up your mouth, he knows what you want. So whatever you will do, it will be guided. Maombi yako itagaidiwa na Holy Spirit. You utaomba kulingana na the Holy Spirit. Maana it is only proclamation. Kutangaza tu. Ndio maana kila kitu alihitaji tu uchukue hatua, kisha atakuelekeza jinsi unastahili kuomba. We are guided to prayer. Unahimiziwa, unasikia kuhimizika. You are guided. In the morning wakes, mimi najaribiki kulala. Kuna siku nachelewa kwa kuamka wakati nazoea kuomba. Usiku wakati sasa hiyo wakati imefika, nitasikia ni kama kenyau, ni kama kikitu kimepita juu yangu, ama nitastuka tu na niamuke kuangalia saa. Ninaona ni saa ya kuomba. Ninaanza kuomba. Because I am commanded to do so. And from there, I'll be commanded, I'll be told, ni nini nitaombea. Kila wakati ninaambiwa, ni nini nitaombea. Labda naambiwa niombee watu. Kanisa kama leo, ninajua kuna watu aina tofauti wamekuja hapa. Na niliamshwa usiku nikaambiwa, pray for this, pray for this, pray for this. Ndio maana Yesu hakuombea anybody wakati akiwa kwa hii dunia. Mama uliona kuna mahali aliomba? Yesu hakuomba. Because usiku hiyo ndio kazi alikuwa anafanya. Mungu alimpatia ufunuo wa kujua ni nani na nani na nani watakutana. Kwa hivyo hata akikutana na mama ambaye alikuwa amemwaga damu miaka 12, alikuwa already ashamuombea. Already alikuwa ashajua huyu mama atakuja. He did the job in the night. And that is what God gives me. Wakati ninaambiwa kuna mtu fulani anaitwa Jerry. Ndio nakujaga hapa na kuuliza, Jerry ni nani kwenu? Unaniambia ni aunti yangu. Sasa uniulizi nilijuaje? I was told in the night. Kila sura ambayo imekuja hapa, yule mtu ambaye najua atapona leo ninajua. Na yule mtu hatapona leo ninajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wakati wako wa kufunguliwa hujafika, hata nikuwekelea mikono na miguu, hautafunguliwa. Lakini kama wakati umefika, utatogogyo mpaka utajikuta hapa. Na Mungu atakwambia utaenda kwa Waroige ndiye atakuombea. Na unakumbuka sasa, unakumbushwa hapo nyumani Waroige ni nani. Shetani anakukumbusha Waroige ni nani. Mpaka unaenda kwa Mungu na muuliza, dinako iwa wega. Tajira nure dadi wake. Anakuambia ni kwa Waroige. Waroige mgani? Ulia wa Mogeke. Basi. Sasa kina umana. Unapigia kaseni yako. Hello. Niende korota kiroto na gikugia muno. Kereko. Niende kuhoya haha Ngai aranjira atiriri. Thie kwa mundu uria wa Mogeke akahoere. Ureko. He. Abohoya ringi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani alikupatia mamlaka ya kujaji? Nani? Who gave you that permission to judge, to know this is saved and this is not saved? How do you know? How do you know? Mtu ambaye ameokoka David, umemenya ate akara hakituragi uliko. Hello. It is God who will direct you. Mahali unaenda kufunguliwa, ni Mungu atakutuma. Na ukikuja already ashaniambia unakuja. I will only speak a word to connect. Just a word. To connect you with the salvation. To connect you with your prayer. And that is what you need. Hauhitaji kitu kingine. Unahitaji that connection. I am a vessel. Mimi ni vessel tu. Mimi sina hiyo power. Lakini I am a vessel used to transmit the power of God to you. Just to say, Mungu amesema umepona. Hivyo tu. Niweke tu jina ya Mungu. Amesema. Maana si uwezo wangu, si nguvu yangu, si mamlaka yangu, si mimi niko na uwezo, lakini aliyenituma ameniweka, amekuja ameniambia tumia hiki kinywa. Akamwambia Yeremia, kabla haujazaliwa nilikuwa ninakujua, nikakutenga, nikakumwagilia mafuta na nikakufanya nabii uhudumie mataifa. Kisha Yeremia akamuuliza Mungu, mimi sijui.
Nitawaambia namna gani? Mimi ni mtoto. Mungu akarudi kwake akamwambia, kutoka leo usirudi kusema mimi ni mtoto. Akaguza mdomo wake. Mungu akatia maneno kwenye mdomo wa nani? Wa Yeremia. Kwa hivyo maneno nayozungumza sio yangu. Nikukamatwa, nilikuwa kwa Mungeke. Kwa Mungeke life ilikuwa mzuri. Lakini sasa hapa ninahubiri mpaka viatu zimeinama. Ninaongea, sasa ukiongea wale unaongea na wao, bado wanakukodolea tu jicho. Wanasema huyo mmoja ni wahonoketa kweli. Na huko hapa kanisa hii na unakaa na mimi tu. Na hivi risade huko hapa unanikodolea kajicho. Ukitoka pale unasema, ni modosho ndio nakatemo hono kumfio. No, it is not me. The words that are in me are not mine. Alimshika Yeremia mdomo, akamweka maneno na akamwambia, chochote nitakutuma useme, utaenda na utasema, na mahali nitakutuma na miguu yangu utaenda. Otherwise, ukitoa hiyo maneno kutoka kwangu, I am the weakest vessel. Utoa hiyo kitu Mungu ameniweka saa hii, kitagarikira mugiona hamutirimuona. Mutirimuona. Ile kitu mtaona hapa. Atoe hiyo tu leo, anitoe hivi. Utaona kitu kingine baya. Utaona tabia zangu baya. Maana mimi si mtu mzuri. Mimi si kama nyinyi. And this is what has caused us to fail in life. This is be that simple. Jesus was just a simple korogosho guy. That was Jesus for you. Was a simple Kibera guy. Jesus was just simple. Jesus was simplicity. Alitembea mguu. Umesikia ameenda na gari gani huko Jerusalem na Judea? Alikuwa na gari? Just imagine. Huko hakukuwa na kiatu. Walikuwa nafaa kara ile ya Masai. Nataka uimagine. Huko hakukuwa na rami, kulikuwa na vumbi na akara. Na unajua mtu anatembea na akara anaidega ni kama andako na spring. Sio kuna kitu kingine hata mimi natembea hivi. Unaona mtu ako na akara. Sasa nataka kuimagine Matthew na nani na James na nani na Luka wakienda na Yesu wanaenda Judea. But despite that, he has affected the entire world speaks about him na akara. Wewe na designer suit yako, designer kiatu yako, hata beyond your village, nobody knows you. Kesagi kianyona moragia ushe nake no. So it is very important for you to understand, why are our prayers not answered? Ni kwa nini? Na ndivyo tumeomba. Niguo twekire maundu ma, niguo tuthire. Niguo tuiguire oyo noe munabii uria urahuthira kahinda gaka. To ni ukire riu guku ri, ni uramenya kira kirahuthira. Ndirahuthirwo no, ni wambite gwika study. Ciana cia Israeli before they did anything, kabla wana wa Israeli wafanye chochote, walitumana. Ama hawakutumana? Walichagua watu wakawatuma. Hata wengine waliambiwa waende wakakae kwa kahaba. Kwa nini waliambiwa wakakae kwa kahaba? Miaka gapi? Miaka 2 kwa kahaba. Na imagine ndoro meigere shikarete kwa mutumia. Na ni kahaba. Mutumia utarani introduction. Mutumia, we, this is my business. Na niguo kadoro meigere guko nyumba. Walikaa huko. Why? Just to go and do spiritual investigations. To be able to understand. Wakafanya spiritual investigations. Wakajua hawa watu wanakaa namna hii, hawa watu wanaabudu Mungu hivi, hawa watu wanakaa jinsi hii, wanakula chakula hiki, kwenda kuile miti iko huko ni namna hii, wanyama wao wako hivi, wanafanya hivi. Wakakuja na comprehensive report. Wakasema miti yao iko namna hii, ng'ombe zao ziko hivi, wanyama wao wako hivi, wamama wao wanabehave hivi, wababa wao wanabehave hivi, na wanaabudu miungu fulani. They came with a comprehensive report of understanding the land that we are going. What are the terrains of the land we are going? Nimekuliiga na yeko, nimekuruiga na kuturathi. Kuna mito mingapi? Kuna dams ngapi? Kuna miti aina gani? Kuna meshege ama kuna meshege? So they prepare, because everything ambayo unaona mbele yako iko na Mungu wake. Sijui kama mlikuwa mnajua hivyo. Hautaingia kanisa ovyo ovyo, kanisa ujui. Utaingia kwa sababu amekuambia nenda huko, because you and God are good friends. You need to know what God wants with you. You need to know what kind of a human being you are, because through the prayers tumeona hapa, ask me
talk to me, I will reveal to you many things that you don't know. Hebu tusome John 15, kitabu cha John 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done. So what is supposed to be done? It is what? To abide. Hello? It is what to abide that will make you successful. Tukikaa ndani ya Mungu na maneno ya Mungu yakae ndani yetu, basi ombeni chochote. The principle here is abiding. Abiding in God. Kukaa na Mungu. Hakuna siku utapotoka. Hakuna siku utakosa njia. Because God is in you. Just to abide in God. And his word abides in you. Atukae ndani ya Mungu, naye Mungu akae ndani yako. Neno lake litakaa ndani yako. Na kutoka hapo, chochote ambacho utakiitisha leo hivi utakipata. Because you already carrying the power of God. You are already talking God. You are already exhibiting God in you. Nguvu za Mungu ziko ndani yako na Mungu ako ndani yako. Niki kegiogetia ukiage. Baba, hekedogetia wage. Hawezi. Utakipata at the discretion of God's will. Only by abiding. Mukikaa ndani yangu na maneno yangu. Yani uingie ndani ya Mungu chumwi na maneno ya Mungu yakae hapo ndani. Si maneno ya masegenyo, si maneno ya ujuaji, si maneno ya orokadabda na maneno, ni maneno ya Mungu. Ukuje mahali, ukiingia mahali umeajiriwa kazi, unaingia huko na neno la Mungu. Ukipata kazi kama kwangu, kuja ufanya kazi ya maid, usikuje kufikiria nimekupatia kazi ya maid ukifikiria jambo lingine. Kwa sababu kama hauna neno la Mungu, utaanza kufikiria mambo mengine. Anywhere you will go, you will conquer. Because the God that is in you, the God that you are inside, will conquer it for you. He will make everything work for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Only that is what you need. Mimi nikiingia ndege hapa niende Spain, niteremke hapo niende Germany, niende kila mahali nitaenda. I will see the hand of God. Because I have abide in God. And I am carrying the word of God wherever I go. Because the word of God inakufungulia maneno, inakufungulia barabara. Neno la Mungu ni la kuponya. Neno la Mungu ni la kubadilisha. Neno la Mungu ni la kuinua. Neno la Mungu ni la kufanikisha. Neno la Mungu ni la kuponya. Neno la Mungu ni la neno la Mungu limebeba kila kitu. That is all what you need. And you cannot have the word of God in you if you have not abide in God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the first discipline, and that is what has caused you not to understand, because you cannot pray without the guidance of the Holy Spirit. Hello, ama unaweza kuomba bila Holy Spirit? You cannot pray without the guidance of the Holy Spirit, and through the Holy Spirit you are able to pray as per to the instructions of God, because the word of God is in you. God is in you. So whatever utaachilia kulingana na Mungu anavyotaka, kwa sababu sisi tumeitwa tofauti. Kuna mtu hapa mwombezi anajua kujiombea peke yake. Maombi ni yake, yani maombi ni yake. Na kuna mtu umujaribu ajiombee, hajui kujiombea, anajua kuombea Kenya. Na kuna mtu umwambia ombea Kenya, maneno ni matatu tu itatoka. Baba ibariki Kenya, inaisha. Anajua kuombea Afrika. Na kuna mtu umwambia ombea Afrika, hajui, anajua kuombea dunia mzima. Maneno ya dunia mzima ako nayo. Mapi ya dunia mzima iko, mwambia ombea Afrika. Hata hajui, ataweza kusema Burkina Kenya. Ataita Uganda, Tanzania. Kwa sababu calling ni tofauti. Jinsi ya kuomba ni tofauti. Ndio kwenye Biblia tuko na manabii tofauti. Ni vizuri sana kabla uanze maombi uelewe concept ya maombi yako. What are you praying for? And why and how? There is a formula. Na formula utaipata kwenye 2 Kings. Wakati mmoja Solomoni alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Kwa hivyo lazima utafute mahali maarufu pa ibada. A holy place. A clean place. Pale Gibeoni ndio alienda. Mahali maarufu. Condition number 1.
You just don't go mahali popote. Alikwenda kutoa tambiko huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Ilikuwa ni kawaida ya Solomoni kutoa maelfu ya sadaka za kuteketeza katika madhabahu hiyo. Ilikuwa ni kawaida. So it must be a place where you are used to be with your God. Hello? Sio leo huko Katoroni, mara kesho huko Geved Gate, mara unaenda kule kwingine, mara unateremka kule kwingine, mara unateremka. Hapana. Make it a habit, make it a place, a usual place. Wacha kuruka leo huko kwa Ezekieli, leo huko kwa Waroige, kesho utakuwa kwa Manani, kwa Manyuro, siku hiyo nyingine nasikia kwa Moiro, siku hiyo nyingine kwa Nganga, siku hiyo nyingine unaenda kwa nani? Kwa nani? Kila mahali. Make that place a usual place for you. The frequencies ambayo unaendelea kuabudu mahali pamoja, panabadilika, panafanyika madhabahu, ndio uweze kupatanika na madhabahu yake. Haleluya. Lazima wewe mwenyewe ufanyike madhabahu, umedhibitika kwenye madhabahu hii. Sasa wewe umekuja kwa sababu umesikia Waroigi anavuma, na unakuja unatoa shilingi yako 200 hapa, na unaenda unasema ndirarutire igokona riratumire ndire ukurira maithori mathire wegirie no thio gakome, and nothing will happen because you are not part of this. Come kwanza ushikanishe mimi mwenyewe, tupatane na wewe ndio niachilie chakula. Yesu mwenyewe aliambia ule mama, si vizuri kukitoa chakula cha mtoto cha watoto wako ukakipatia mbwa. Na uroka hatu ukiotahia miracle nothi. Hakuna miracle utapata. Hatutakibia kwa Harrison Nganga akuabe na miracle. Hapana, lazima upatanike. Ndio that altar ifanye kazi kwako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo don't rush here na tupesa twako kudhiurie pesa yako tudhie mukawa Serena. Kula tupesa acha kunipatia 200 hapa ni kule bure. Tumaga jekera gadutikega nawe no kuhinyerera kora hinyereka ndio ndo wali waku. Maana hana connection. Hana intimate. There is no intimate for you to be able to eat that food. So Elijah aliendelea kumbuka, angalia baka Elijah. Wakati alisimamisha mvua na mdomo moja tu, akasimamisha mvua ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alisema miaka mitatu. Wakati wa miaka mitatu ilipoisha, akaenda sasa kuactivate mvua ikuje. Aliomba mara ngapi? Aliomba mara 7. He was prayerful. Anaomba, anatuma kijana tadiorigwe kaane kuraura. Anawakawabia bado. Kwa hivyo hata ukikuja hapa ukose kupata miracle, kwenda tena rudi. Bwana asiwe sana. Gaiti comedian. Mungu si comedian. Elijah akaomba tena mara ya pili, akaambia watu tadhikirie kaane kuraura. Kasikia otire buda. Tena akarudi kwa maombi. Akaomba. Sasa hatujaambiwa ama alikuwa anaenda fasting ya miaka ngapi ama ya siku ngapi. Tena wakaenda akaomba, akatumana aenda usikilize, akaenda. Hakuna mvua. Aliomba mara 7. Na wale dagoka aliyokigo kimwe ndegata ya Ngai. Wewe ni wewe urahũthĩra kahinda gaka ndegata ya Ngai aliyokigo kimwe. Kiri urogoterwo uko kigo kiu kimwe. Eko ikone kio iro ni mundu ukinyete mbere. Tafuta Mungu. Sharia Ngai. Tumutafute Mungu, tunyenyekee, tumutafute. Let us go deeper, get into him, abide in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't come for that immediate solution. There are no immediate solutions. Hakuna. Solutions are in abiding in the word of God, abiding in God himself. Tumepata Philippians 4:13. Inasema naweza kuikabili kila hali kwani Kristo hunipa nguvu. Naye Kristo anakuja kwako aje? I can do all things through Christ who strengthens. How does he strengthen you? He strengthens you by the word of prayer. Number 2, when you are asked but fail to do, that one does not disqualify you from being a Christian. You are still a Christian. Lakini nimekuambia tu jambo kidogo tu ufanye, but you fail to do it. That is what we call disobedience. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko hapa tunakwambia kaa hivi, ama unakuwa tu wewe hautaki kusikia.
unataka kusikia yako, unataka kufanya yako. Why? It is because you are defying the authority that you are sitting under. Whenever you defy the authority, ukaregana na maguta, ukaga guikara rungu rwa maguta na gwathikira maguta macio, then it means what? You have defied. You have become disobedient. Na ukikaa disobedient, inakuondoa, inakufanya moyo wako unakuwa mgumu, na moyo ambao hautumiki vizuri, moyo ambaye hauna manufaa, moyo ambayo hauwezi ukaendelea. You can never succeed. Maana when you disobey the authority of God, then it means you are not with God. When you have the spirit of disobedience over the man of God or the authority that you are under, what happens to you? Naye Mungu ananyonga, anakasa mifereji ambayo ingepitia kwako, anaondoa. Maana you are not a vessel for the success of endowment of the body of Christ. You are not a good vessel. Wewe si mfereji mzuri wa kutumika. Disobedience causes you to stagnate. Disobedience causes you to be limited. Because I will cause your limitation. Mimi hapa unaona, I will cause your stagnation. Because I will prosecute you. Nitakupeleka mahakama ya mbinguni. Na ukipelekwa mahakama ya mbinguni utaachiliwa na bodi, na utaambiwa usitoke hapa mpaka hapa, na usiende hapa na hapa. Hivyo ndivyo sheria za mbinguni zinasema. Chukua mfano wa Jehoshaphat. Jehoshaphat wakati aliambiwa wa Moabi na wa Meleku na wa Hiti wanakuja kuwapiga, yeye alienda kwa Mungu, akapresent kesi yake, akauliza Mungu, si wewe ndio ulikuwa, wewe ni rafiki ya Abraham, si wewe ndio ulituambia tusipige hawa watu, si wewe ndio ulituambia hii tusifanye, si wewe ndio ulituambia tusifanye, akalia sasa wamekuja kutufanya makile ile kitu. He was basically prosecuting his case. Ategire tuwagiririe tuhore andu aya na nitungeheririe, because Jehoshaphat alikuwa anataka literally kuambia Mungu, tulikuwa na nguvu kupiga hawa watu, lakini ukatuambia tutikabahore uone ule moka gutwika. Na Mungu alisikia. Mungu alisababisha wao wenyewe, wa Moabi, wa Hiti, wa Meleku, wote wakapigana, wakauana, wakaisha. Jehoshaphat aliambia nendeni sasa mkachukue mali huko, mkachukue Gorodi. Walichukua siku 3, wakaokota mpaka wakashindwa, wakaziacha huko. Why? When a case is prosecuted in heaven, if I prosecute your case in heaven right now, I'm telling you, my brother, my sister, you will really suffer. Utaumia. And that's the top secret. Na ndio naona wachungaji wengi wamemaliza watu wao kondoo, mwitako kondoo, wamemaliza kondoo. Maana ulikuwa na gifti mzuri sana. Wakati nilikupatia platform hapa ukuje uhubiri, ukaachilia hiyo gift, ukajiona sasa umeweza. Kutoka hapo hautaki kunisikiliza tena. What I will do, I will prosecute my case. Si wewe ndio uliniambia nimupatie microphone baba. Si wewe ndio uliniambia nimuinue. Si wewe ndio ulimwambia nimupatie cheo. Si wewe ndio uliniambia hivi. Sasa angalia, amekuja, amekojolea madhabahu yako. Hivyo tu, that is enough. Mimi nimeondoka. Kumbani na hao modula shagalete, unaanza kuona ameanza kufanya nini? Ameenda hivyo. Sasa unaona umefanya mchungaji wako amekuwa mchawi kwako. Because when I prosecute your case in heaven, automatically nimekuwa mchawi kwako. Many people are suffering in the hands of pastors, bishops, apostles like me. Many people murasafa ni undu wa ndungata iria mwekire matharau, ni undu wa kaundu kanini, ni undu wa kuhota kugari na katarabasha ramashe. Bana anasema anaenda kubali hiyo tu ya kujua kutafsiri, basi unaanza kutembea ni kama huko na kuguni kwa jegeke. Naraiguire mwathani aradumira ukuma riu umenyage taithine ni urerehagira. Nimaigwa